Ukiangalia tena kisiasa, sasa hivi wabunge wanajaribu sana, kile wanachojaribu kufanya ni kujaribu kuisanitize, kuiambatanisha by force ama kwa nguvu iwe inaweza kubalika, lakini haikubaliki. Kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu wabunge wetu, kusema kweli, CDF imekuwa ile wanaita cash cow, wizi. Wabunge ambao wameshaonja utamu wa kuiba CDF ndo saa hii wanajaribu juu chini wajaribu kuihalalisha, lakini tunasema kama wananchi CDF haifai. Ni pesa nzuri, lakini ukiangalia kazi ambayo CDF inafanya, CDF inalipa bursaries ambayo inalipa school fees kwa wanafunzi. Kwa sasa tumesema na kuna uwiano mkubwa sana nchini ya kwamba pesa hizo zote za CDF ambazo zinapeanwa na governor na MP, women rep, ziwekwe pamoja, elimu ikuwe ya bure. Kwa hiyo Mungu anasema kwamba hautaki zisalie na wabunge, hutaki ziende kwa magavana. Haistahili kukaa na wabunge. Wabunge wafanye kazi yao ya kisheria ambayo ni kutengeneza sheria, ambayo ni to represent pale bungeni na kufanya oversight ili serikali iwajibike. Haifai kuwa na wabunge. Asante. Niko na wakili hapa, nikwambia kikao kizima hapa nina kila mtu. Nina wakili Dr. Jacob Orina. Mpitishie kipaza sauti. Ni kweli mahakama iliweza kusema kwamba ile hazina ya CDF ni kinyume na katiba. Kwa mtazamo wako, je, ungependa kwanza zile fedha zisalie na wabunge, ziende kwa serikali za county, ama itupiliwe mbali? Sheria. Kwa hivyo ukiangalia katiba yetu ya Kenya inasema kwamba kuna serikali ya kitaifa na kuna serikali gatuzi. Naam. Alafu hiyo katiba ya Kenya imewaganya functions ambazo zinafanywa na serikali gatuzi na serikali ambayo ni ya kitaifa. Lakini ikumbuke kwamba katiba zozote ulimwenguni zinaweza kuhakikisha kwamba yale matarajio ya wananchi yameweza kufikiwa. Na hata ninavyosema hivyo, mwenzangu ameshataja kwamba mahakama zimetoa maamuzi mbalimbali kuhusiana na maneno ya CDF. Kwa haraka sana, kulikuwa na CDF ambayo ilianzishwa 2003 mwaka 2003. Hiyo CDF bill na ambayo ilikuja ikawa sheria ilipingwa vikali na serikali na wabunge na watu wengine walisema kwamba hii CDF ni mzuri. Lakini mwaka wa 2024 koti, mahakama kuu, ikaja kwamba ikasema kwamba kuna mambo matatu muhimu ambayo yanafaa yaangaziwe. Kwanza ni functions za members of parliament, wabunge. Pili ni kwamba kuna kazi ambazo county zinafanya. Na tatu ni good governance ama uongozi bora. Kwa hivyo nikiangalia kwa mtizamo wa sheria, koti imeshataja mambo hayo matatu, lakini kwa sasa hivi kuna mswada ambao umeletwa katika public ili tuweza kuparticipate. Na wananchi wakiamua ya kwamba hii pesa ya CDF inatusaidia, imeweza kutusaidia kwa miaka mingi, iwe katika katiba, alafu ikae katika wabunge, wananchi ndio wataamua. Mimi kama mwanasheria nitasema article 10 ama ibara ya 10 ya katiba inapea wananchi ile fursa ya kuchangia, na ndio maana mchango wa sasa hivi ni muhimu sana. Wananchi waangalie huu mswada ambao umeletwa, inaitwa National Government Constituency Fund. Kama ni mzuri waseme ubaki kwa county ama uwe na katika kwa bunge. Lakini jambo la mwisho, ukiangalia nchi zingine, ukiangalia Paraguay, ukiangalia Papua Guinea na nchi zingine ambazo zimeimplement CDF, Kenya ndio imeweza kuwa na matokeo mazuri zaidi. Kwa hivyo sasa mchakato huu uko katika mbele ya wananchi, na sheria watakaposema kwamba uingishwe ndani ya katiba, basi itakuwa ni constitutional. Lakini kwa sasa hivi mahakama imeshataja mambo fulani ambayo yanafaa yaangaziwe. Asante sana wakili. Utatueleza baadaye kama tutahitaji kuenda kwenye kura ya maoni tuweze kujumuisha hizi hazina hizi CDF kwenye katiba ama itakuwa vipi. Lakini niweze kupata kauli kwa kifupi tu. Narudi baadaye kwenye hilo swala. Nipate kauli ya Gen Z. Vipi bro? Poa sana. Nikuulize, mbona wabunge wanasisitiza sana kubaki na ile hazina CDF na siwa magavana? Je, ni simulizi ya tumbo lisiloshiba kwa wabunge ama ni maendeleo? Mimi kwa maoni yangu inategemea na mbunge mwenyewe, kwa sababu unapata wabunge kadhaa hii nchi yetu ya Kenya wanafanya kazi nazo,
kwa sababu wengi wetu tumesomea hizo bursaries whatever. Mbunge hizi CDF zinaendea mwananchi. So hii county, tukisema eti county magavana wachukue CDF, hiyo itakuwa ni tumbo lisiloshiba, kwa sababu tunapata magavana wanapewa pesa lakini hakuna kitu wanafanya. Wakipewa CDF je, watafanya nini? Hakuna kitu kitafanyika. Kwa maoni yangu wabunge wabaki na. Asante. Mpatie mwenzako kipaza sauti. Zile fedha zisalie kwa wabunge, ziende kwa magavana ama iwe vipi? Wajua majibu, kwa majina yangu ni Nick Mwangi. Mimi ndiyo katibu mkuu wa chama cha majenzi inaitwa Kenya Hadi Party. Lakini tungependa kwanza tuanzie mwanzo. Watu waelewe kwanza NGCDF ni nini. NGCDF kwa majina marefu ni National Government Constituency Development Fund. Hilo ndo kitu la kwanza. It was established under the Act of NGCDF 2015. Later it was amended in 2016. Lakini tuambie wa Kenya kuwa baada hii fund kudevelopiwa under pursuant section 14, 15 and 16, body ilitengenezwa. Hii body after kutengenezwa ikakuwa ndio ina distribute pesa ya NGCDF. Kidogo watu waelewe pia jinsi inafika kwa constituency zetu kivipi. Ukiangalia pia kwa the same act, act pursuant 43 inaeleza kuwa committee inatengenezwa katika kikao cha constituency ndio ifikie mwananchi wa kawaida. Ni lazima kwanza wananchi waelewe hii fund ni nini, inatufikiaje vipi. Si kuamua eti inaenda kwa county ama kwa constituency na tujaelewa ikilianza aje, inatumika aje, percent yetu ni gani kutoka kwa national government. Lazima tueleze wananchi kikamilifu hii NCDF ni nini. Mimi ningeulizwa kama katibu mkuu wa chama cha Gen Z Kenya Hadi Party, hilo ndo jambo la msingi kwanza. Tuelewe before tuamue kama inaenda kwa constituency ama kwa county ama tunaipeleka kwa national government. Haya kwanza. Kwa hiyo Gen Z wanasemaje? Wewe ni kiongozi wao, wanasemaje wenyewe, kauli zao ni zipi? Gen Z wanasema kwanza tujue. Sababu mambo mingi yanatupita kwa sababu tusilojua. Unajua Waswahili wanasema usilojua ni kama usiku wa giza. Kwa sababu umetoa jambo muhimu kabisa kuhusiana zile kamati za CDF sana sana kule mashinani. Kweli. Na zipo hata kwetu huko Shakahola ziko. Lakini nikuulize kwa mtazamo wako, kwa kifupi tu niulize, zile fedha zisalie kwa wabunge, ziende kwa county, na kama zitaenda kwenye serikali za county, je, ina maana kwamba itabidi tubadilishe ule mfumo mzima wa zile kamati za CDF kule mashinani? Mimi ningeulizwa majibu na nasema hivi tena nirudie. Public participation ni muhimu sana. Jinsi tuliingia katika hii serikali ya 2022, hatukufanya public participation. Watu wengi hawakuelewa kwa nini tunapigia wabunge kura. Wabunge wanakuja mtaani wanatuambia mimi nitajenga barabara kutumia mkinichagua. Nitajenga mashule, nitajenga mahospitali. Lakini ikifika katika kugawanyika katika rasilimali za kwetu sisi kama wananchi tunaangalia patupu because hatuelewi jinsi fund na distributio. Ndio nasema kwa hivi kwa kifupi, kwanza tuelewe ndo tuamue kwanza inaelekea katika county, inaelekea katika constituency. Asante. Mpe mwenzako. Asante sana Nick. Clive Lupao, kauli yako ni ipi? Asante sana majibu kwa jambo hili nzuri ambalo tunaongelea leo. Kwanza niseme kwamba mimi ni mmoja wa wale vijana ambao tunaenda kusoma kura wa ubunge mwaka 2027. Na hiyo ni kusema kwamba jambo hili la NGCDF liko katika ndoto zetu, liko katika mambo ambayo tunatazamia kufanya. Unapoenda pale chini kuuliza mwananchi wa kawaida, mbunge wako wanakufanyia nini? Utaona wengi wao hawajui. Utaona wengi wao wanasema sijaona mbunge wangu akiongea bungeni, sijaimwona akikuja matanga, sijaimwona akijenga barabara. Kwa hivyo ni kwamba wananchi wenyewe kwanza hawajui CDF hii inafaa kufanya kazi gani. Jambo la pili, tumeona wabunge tofauti nchini Kenya wanatumia pesa za CDF kufanya mambo tofauti. Tumeona kama kule Kimilili ambayo ni constituency jirani ambako mimi natoka, mbunge wa Kimilili amesema amejenga kituo cha Huduma Center. Amesema amejenga kituo cha Huduma Center na anaenda kukilaunch na kinaenda kusaidia kufanya service delivery kwa wananchi. Jambo zuri, lakini utajiuliza
kwa nini wabunge wengine wote nchini Kenya basi wasiige mfano huo, wafanye jambo kama hilo? Ama amekalia wapi, ama akaamua vipi, ama bodi lake liliamua vipi ndio wakasema wajenge kile kituo cha Huduma Center? Utaona kwamba, kurudi kwa swali lako, magavana wenyewe wamehusika katika sekta nyingi sana za ufisadi. Kuna kama ule gavana wetu wa Bungoma ambaye ilisemekana alinunua wilbaro kwa takriban 1,109. Unakomba kuna magavana wengi ambao wanajenga hospitali. Tumesikia tetesi kwamba sahihi unapata kuna wabunge wanaenda kujenga hospitali ambayo ni a devolved function. Kuna magavana wengi wamejenga hospitali, lakini wanapoondoka mamlakani, ule anakuja baada yake anaacha project hiyo, anaanza project nyingine. So unapata kuna so many stalled projects in the counties. So ni kusema kwamba wabunge wote na magavana wote, they are both accused. They both stand accused of embezzling public funds. Na hawezi sema kuna yeyote yule kati ya gavana ama mbunge ambaye ako more responsible, ambaye wameonyesha kwamba wanaweza kutumia rasilimali za umma kufanya mambo ya maendeleo vizuri. So mimi nitasema hivi kwamba rasilimali hii ya NGCDF inaweza kubaki kwa wabunge, lakini ile jambo inafaa ifanywe, waongeze meno ya EACC, waongeze meno ya agency ambazo zinafaa kutafuta mambo ya corruption, uwajibikaji. Kwa sababu hii pesa utapatia magavana watakula, utapatia wabunge watakula, lakini ni agency gani za serikali ambazo tunaona zikifuatilia pesa hizi ambazo zimeibiwa, wakiweka wabunge hawa korokoroni ama wakiweka magavana hawa korokoroni ili pesa zilizoibwa zirudi serikalini? Hiyo ndio swali. Asante. Unasisitiza kuhusu uwajibikaji. Nije kwako Bwana Bosco. Umeweza kusema kwamba fedha zibaki kwa wabunge, lakini mbona wabunge ikija ni masuala ambayo yanawaathiri wao binafsi, sana sana kuhusu hela, wanaungana kwa pamoja, wanaongea kwa sauti moja, lakini ikija ni masuala ambayo ni ya kumwathiri mwananchi wa kawaida, sana sana kama ni mswada wa fedha, finance bill, wanagawanyia, kila mtu anatetea siukati ule mkono na mlisha? Mbona tunashuhudia swala hili? Shida kubwa katika mambo ya CDF na uongozi, shida tulionayo kubwa Kenya ni ufisadi. Hii pesa ya CDF kama ingekuwa inatumika vizuri, hebu nikupe mfano. Mbunge kazi yake ni oversight, representation and legislation, kwamba anafaa ende bunge kurepresent watu, anafaa afanye oversight na hiyo role nyingine. Nasema kama ni oversight anafanya, mbona mbunge awe ndiye anafanya implementation ya hii project? Amejenga shule, amejenga nyumba, alafu hii nyumba yeye mwenyewe ndiye anakuja kulaunch na bado ndiye anafaa afanye oversight ya ile pesa. Sasa itakuwaje ndiye anafanya hivyo? Lakini mbona wasiungane waongee kwa kauli moja? Kweli? Kama ni masuala ya kumfaidisha mwananchi, kama ni finance bill itamwathiri mwananchi, mbona wasije pamoja waseme wanaipinga? Kama ni masuala ya fedha ambazo ni zao binafsi, mbona tunashuhudia mambo kama haya? Na ndivyo nilisema hapo mwanzo, nikasema hizi pesa hata ingewezekana zirudishwe kwa counties ingekuwa vizuri. However, jambo linalotu affect sisi kama Kenya, Constitution ya 2010 ilikuwa very ambitious. Wakati tulisema 47 counties na pesa zote unaona zinaenda kwa counties, zinaenda kwa recurrent expenditure. Mwananchi hataki kujua hii pesa mnatumia, ukipea county 7 billion for example, and only 1 billion inaenda kwa development. Hii pesa nyingine yote inaenda kwa recurrent expenditure. Hii inaumiza mwananchi. So mimi ningependekeza counties mwanzo zipunguzwe kutoka 47 zije kama 14. Niliona CS wa finance juzi akipenda pale mapendekezo kama yale, zipunguzwe zije 14. Lakini pia pale pesa hizi za CDF na hizi zote zipelekwa kwa county. Na ndivyo nikasema pesa zikishapelekwa kwa county, kuwe na kikao ama kuwe na committee, wale viongozi wote, governor, MCA, women rep wote, wao wakutana kila mwezi, wanasema hizi pesa ni za county, priorities zetu za county ni kufanya hivi, so hakuna uvujaji wa pesa. Na EACC kama vile ndugu yangu yamesema, EACC ni ipewe makali, si mambo ya EACC inachukua inapeleka DPP, ni ushike mtu kotini funga. Asante. Nije kwako daktari. Je, majenzi wanasema ni mchezo wa tauni. Mbona tunazungumzia swala hili kuhusiana na fedha za NGCDF, kama zisalie kwa wabunge ama ziende kwa magavana? Mbona tunazungumzia gumzo hili sasa? Je, tunachezewa shere? Asante sana. Jinsi tu ulivyosema ni mchezo wa town. Wakenya tunachezewa shere na tumechezewa kwa muda mrefu. Na vile nilisema awali, wabunge ambao wameonja utamu wa kuiba pesa za serikali hawataki kuachilia.
acha nikueleze, CDF ni chemichemi ya wizi kwa wabunge. Ile kazi ambayo inafanya tumefanya Wakenya tukaamini ya kwamba ati hiyo ndo maendeleo. Unasikia wabunge wanatuambia ukitembea mashinani, maendeleo pekee ambayo unashuhudia ni ya CDF peke yake. Ati magavana wanaiba pesa. Shida tunayo ya wizi. Wizi inafanyika kila mahali, hata kwenye CDF. Kwanza wabunge wakajifanya kwamba hao ni patrons. Eti hao sasa wamejitoa, eti kuna bodi ambayo inaendesha. Lakini ukiangalia hiyo bodi ya CDF katika constituency, ni marafiki wa gavana wale ambao walimkampenia kura, ndo wanaendesha hiyo shughuli ya kisiasa. Mimi kwa dakika moja tu, mimi ni mhandisi kwa maisha yangu nyingine, na nimefanya kazi ya construction. Acha nikueleze, nyinyi kama media mnaweza fanya ile hata investigative report. Zungumzeni na wale wanakandarasi wanaoendesha miradi ya CDF. Huwezi pata kazi ya CDF kama hauna connection na mbunge. Mbunge bado ako na 100% control, ingawa wanajifanya ati wamejiondoa, hao ni patrons. Kwa hivyo hiyo pesa, kazi ambayo inafanya inaweza fanywa na idara zingine za serikali. Hakuna haja tutume mwanasiasa kwenda kutujengea shule. Classroom ya 800,000 tunatuma MP kwenda kujenga kwa shule. Idara ya elimu iko na sub county director of education, county director of education, iko na schools board of management, na iko na PTA, parents teachers, na headmaster ambaye analipwa amehitimu. Hao kazi yao ni gani? Tunakuja kujengewa classroom ya 800,000 na CDF. Asante. Haistahili. Niende kwa wakili sasa. Ni kweli mahakama kuu imeweza kusema kwamba ile hazina ya NGCDF ni kinyume na katiba. Je, endapo tutahitaji kuijumuisha tena, tutahitaji kuenda kwenye kura ya maoni, ile public participation, na itatugharimu nini kama wananchi? Asante. Mchakato wa kubadilisha katiba umeshatangazwa katika vyombo vya habari hivi karibuni. Kuna ule mswada ambao unaitwa Constitutional Amendment Bill ya 2025, na pale ndani kuna National Government Constituencies Fund ambayo sasa inapendekeza kuentrench CDF ambayo vile tunavyoita ndani ya katiba. Lakini ukumbuke kwamba tunaporekebisha ama tunapoainisha katiba yetu ya Kenya ya 2010, kuna njia mbili. Kuna njia ya kupitia bunge na vile vile kuna njia ya kupitia wananchi. Kiangalia article 255, 256 na ile ya 257, kuna protected clauses kwa 255 ambazo zinahakikisha kwamba kuna mambo fulani huwezi taja ndani ya katiba kabla hujaelekea kwa wananchi. Kwa hivi sasa, kwa mtizamo wangu wa kisheria, ni kwamba kuna public participation ambayo inaendelea, na itakapofika kwamba bunge itapiga mswada huu, kama kwa mfano jambo la CDF, functions ya bunge ni ku-legislate, ku-oversight na ku-represent. Ikiwa speaker wa bunge ama wale wa bunge watahakikisha ya kwamba huu mswada vile ambavyo unatajwa haugusi functions za parliament, kwa sababu article 255 inasema ya kwamba ukigusa sehemu ambayo ni ile kazi ya bunge lazima uende kwa wananchi. Kulingana na mimi kwa sasa bado hatujafika pale, lakini tutafika wakati huo ambao tutaamua kwamba huu mswada vile ulivyo unagusa ile kazi ambayo bunge inafanya, kwa hivyo urudi kwa wananchi. Nikimalizia, swala la elimu ni muhimu, lakini tukumbuke kwamba limeshatajwa na daktari hapa. Education ambayo iko kwa county government ni primary, ile ya chekechea, PP1, PP2. Kuanzia grade ya kwanza hadi kule grade ya 9 ni national government. Kwa hivyo kuna utatanishi kidogo, lakini huu ndio umuhimu wa kuwa na public participation ili tuhakikishe kwamba tunarekebisha katiba kulingana na mujibu wa sheria. Asante. Na ambao niko na dakika 5, nije kwako Jenzi. Wewe ulikuwa shule juzi. Hizi fedha za CDF, labda nikuulize kama ushe apply bursary kwa wakati mmoja, kiwango cha wastani ambao ulikipata ilikuwa hela ngapi? 10,000. 10,000. Yeah. Na je, unadhani fedha hizo zilizingatia usawa katika ugavi ama walikufeva kidogo? Hakuna cha kufeva. Unajua kila county ama kila constituency inategemea na pesa yenye wanapewa. Kuna wenye wanapewa 5,000 na kuna wenye wanapewa 10,000. Kwa hiyo huo mchakato, ningoma nikuelewa hili, huo mchakato mzima wa kusema kwamba huyu anafaa kupata 5,000, huyu anafaa kupata ama kupokea shilingi 10,000, walikuwa wanaangalia vigezo gani haswa? Wanaangalia pia background
background matters. Unapata kuna mwenye ni total orphan, partial na mwenye kuna all parents, so hiyo pia wanaangalia. Asante. Nije Alafu pia nilikuwa nasema hivi, hii CDF kwenda kwa wabunge, kwenda kwa county, let us not punish CDF kwa vitu zenye haziwork, because counties mingi inapewa pesa haifanyi maendeleo, but CDF hata kama iko perfect but it works. Asante. Kwa kifupi tu nije kwa mwenzako hapo. Ule kweli kuna kamati za CDF mashinani kabisa, vijijini haswa. Je, shughuli nzima ama mchakato mzima wa ugavi wa zile fedha za basari unazingatiwa usawa uliko? Ni vizuri umeuliza swali hilo Majibu, na ningependa kulijibu hivi. Watu wengi hawajui kwanza mgawanyiko wa CDF waenda vipi. Mgawanyiko huu umetengwa katika percentages. 40% of this fund goes to bursaries and education facilities. 3% goes to monitoring and evaluation of CDF projects. 6% inaenda kwa expenses za vehicles, equipment and machinery. 5% of this fund goes to administrative cost. 3% goes to recurrent utility cost kama stima, vitu kama hizo. And then 5% goes to emergency allocation. Katika mambo ya kupiga siasa na mchango wa kanisa, maana hiyo ndo mambo inatuguza sana kama Gen Z, CDF haiguzi hata kidogo. CDF haiguzi kidogo hata katika harakati ya kupiga siasa. Lazima tuambie watu kwa hizi pesa zao wanazotozwa ushuru zinaenda vipi. Pili, ni kueleze Majibu. Juzi nimesoma NADCO report. Katika kifungu cha 10, katika zile point 10 walitaja, wanapeana ushauri kwa rais wetu that NGCDF na NGAF na funds za Senate zishikiliwe katika constitution. Hapo ndo sisi wanatutenganisha. Kwa maana rafiki yangu engineer amesema tuko na hizi vipengele vyote. Tuko na director wa masomo, tuko na parents PTA, tuko sijui na constituency fund. Mbona tusikubaliane kama taifa hizi allocations zote ziende kwa ministry moja? Mbona tunagawanya kila mahali ndio tutoze ushuru mwananchi wa kawaida? Hizo ndo changamoto tunasema Majibu. Lazima tueleze wa Kenya. Nikimalizia, kwa maana ni muhimu niseme, watu wengi sana hawaelewi kwa nini tunaongelea sana huu mfumo wa NGCDF. Ni lazima tupeane public participation mara kwa mara. Ndio ikifika uamuzi, either tunasema tunaenda kwa referendum, ama tunapeleka hii fund kwa Education Ministry of Education, ama tunaachilia kwa county, ama tunaachilia National Assembly. Sisi kama watozwa ushuru ndio tutaamua. Majibu. Yes. Asante. Nipate kauli yako Clive Lupao. Kwa kifupi tu, naambiwa muda haunasi, lakini tukizungumzia hilo swala zima la basari, ni kweli kuna masuala kadhaa, kesi kadhaa za ufisadi hasa kule mashinani, kwenye zile kamati, na ambao maeneo mengine kama wewe si hujuani na mbunge, labda huwezi patiwa hata wenyekiti wa kusimamia ile hazina ya CDF kule mashinani. Eneo liko, labda kama unaweza kumbuka pia hata kwa wakati mmoja ulikuwa shule, naamini kiwango cha wastani ambacho ulikipata kama basari kilikuwa ni hela ngapi, na kilizingatia usawa na kinazingatia usawa mpaka sasa? Kusema kweli ni kwamba jambo la kwanza ni kwamba every leader needs a scorecard. Kiongozi yeyote yule anahitaji jambo ama mambo ya kuonyesha amefanya kazi. Na ndio kwa maana unaona wabunge wanapigania sana jambo hili la CDF, kwa sababu likitolewa hawatakuwa na resources za kufanya kazi nayo, ili miaka 5 inapoisha watakuja kusema tumefanya jambo A, B, C na D. Jambo la pili ni kwamba Kenya sasa tuna uhaba wa pesa. Hata unapoangalia rais sasa ameenda kule Uchina kutafuta pesa. Tunatafuta loans, ushuru unapanda kila siku. Na nitakupatia mfano ya katika familia ambayo kuna watoto wengi na lishe ni chache. Wataleta bakuli pale ambayo inaseme mnofu tu, ama inaseme pilau na nyama ni kama 3 pale. Kila mtoto anapoenda kunawa, akikuja kuketi, ataketi karibu na nyama. Ataketi karibu na nyama, ndio wakimaliza kuomba waanze kula, ule mtoto anakaribia nyama anaichukua, kwa sababu nyama ni kidogo. So utapata ni kwamba rais hata juzi ameingia katika mchakato akisema kwamba anataka sasa hizi pesa zikuje national government.
Ni kwa nini? Ni kwa sababu hata unapoangalia county zilisema zinataka 350 billion. Lakini serikali kwa sasa ina uwezo peke yake ya kupana 305 billion. Hiyo ni kusema kwamba mambo yote ambayo tunataka kufanya Kenya hatuna pesa ya kutosha. Na ile kidogo ambayo unaona ni kama ni low hanging fruit, serikali inajaribu kudoea, magavana wanajaribu kudoea, wabunge pia wanataka kukatalia hizo pesa. Na ile swali ambayo niliuliza, mimi kwa uzoefu wangu, ni kweli kwamba alivyosema ndugu yangu hapa, kupata hiyo pesa ya CDF si rahisi. Utapata kwamba pale vijijini kuna mafamilia nyingi sana ambazo hazijiwezi. Familia nyingi sana zitapeleka fomu zao za basari. Lakini utapata kwamba kwa hizo fomu za basari, afadhali mbunge atoe fomu zingine, ajiekee zake ambazo ni fake people who do not exist. Utaona checks ambazo zinaandikwa za wanafunzi ambao hawako, shule ambazo haziko. Utapata kwamba kuna wanafunzi wengine wanakosa kupata CDF ili mbunge abaki na hizo fedha, ili anapoenda matanga apane 50,000, apane 10,000 katika kwaya. Na haya ni mambo ambayo yanafanyika kila siku. Unapoangalia mbunge, jambo la mwisho anasema kwamba mwisho wa mwezi, na wengi wamepostia zile payslip zao, unapata kwamba mwisho wa mwezi anabaki na chini 10,000. Lakini unashangaa mbunge huyu kila weekend yako Kenya constituency, kila weekend anatoa fedha hizo wapi kama si NGCDF? Wengine walisema ni 2,000 tu peke yake, lakini kila weekend tunaona wanalima sherehe kweli. Watatueleza wanazitoa wapi hizo hela, na natumai wako studioni baadaye watakuwa wanatujibu. Kwa sasa namrudishia mwenzangu DKK Daniel Kitu akiwa studioni, lakini gumzo litakuwa linaendelea hapa katikati mwa jiji la Nairobi. Kitu kwako kwa sasa, tutarejea baadaye tujue hizi hela za NGCDF kwanza ni hazina ya siasa ama ni ya maendeleo. Kwako Kitu. Na asante sana Majibu Kisao kutoka katikati mwa jiji la Nairobi hapo Kencom. Mazungumzo yakiendelea vizuri kabisa, hisia za Wakenya hapo kuhusiana na mada yetu. Naam, sasa tunaingia katika zamu nyingine hapa studioni. Mazungumzo yanaendelea tukimhusisha kiongozi wa chama cha Progress Plus Alliance Arnold Maliba. Vilevile nitakuwa naye Jane Kihara, mbunge wa Naivasha kwa njia ya mtandao, na vilevile nitakuwa naye mbunge wa Kachiliba Bwana Titus Lote. Na nitaanza na wewe Bwana Arnold Maliba. Kwanza kabisa, kupitia semi zako nimesoma taarifa kuhusu ulioyasema awali kuhusiana na hazina hii ya NGCDF. Kwanza unaipinga kusimamiwa na wabunge. Pili unaikataa. Kwa nini unaikataa hazina hii? Hauungi mkono isimamiwe na wabunge wala serikali za kaunti? Asante sana Kitu. Kwa muda mrefu sera ya NGCDF imekuwa nzuri, lakini ni vizuri tukumbusha Wakenya kuwa CDF kwetu, unajua hata tuna struggle kusema NG National Government, tuna struggle kwa sababu originally ilikuwa CDF. Hii ilikuwa pilot project yetu kama nchi kudecentralize na kudevolve power na resources. Because wakati huo tukiwa na ile katiba nzee, tulikuwa tumeona yale mabaya na maovu yaliyokuwa yamefanywa kitambo kule kwenye maendeleo kuonekana kijijini. Ilikuwa ni kama mko na diwani ama MP ule mwenye ana, for lack of a proper word, mwenye ana simp to the administration of the day ndiye aweze kupatiwa maendeleo. Na NGCDF ikakuwa, tukakuja tukafanya trial nayo, ikafanya kazi nzuri sana. Wakati huo hatukukuwa na framework ya kudeal nayo. So properly kwetu sisi kama taifa, the CDF, the Constitutional Development Fund, ilikuwa a pilot project yetu ya devolution, ya kudevolve na kudecentralize power, decision making na resources. Hiyo baadaye 2010 tukapata katiba mpya. Kuanzia hapo I think kulikuwa na the first ruling yenye ili rule kuwa hii fund sio constitutional ni 2016. Najua saizi najua focus yetu kwa sana iko kwa hii ya 2023 hii ya juzi, lakini the first ruling actually kusema kuwa CDF iko illegal ilikuwa 2016. Nini kilifanyika? Kwa sababu katiba ilikuwa imebadilika na framework yetu kama taifa ikawa imebadilika. Lakini kwa haraka tu ni vizuri niseme hivi. Kwa kifupi, CDF as much as ni policy nzuri ama a policy decision ilikuwa nzuri, na ukienda kila pahali utapata CDF imefanya hiki, CDF imefanya kile kingine, CDF ina dhambi moja ambayo hatuwezi kuisamehea. CDF imeua bunge. Bunge letu la Kenya limekufa kwa sababu ya CDF.
Kivipi? Wale watu ambao wako parliament ni CDF managers na sio wabunge. Kuna roles za MP na ni muhimu sana. Sisi kama taifa tulikaa chini tukaamua kuwa tunataka tuwe na bunge na bunge litakuwa na kazi hii. Lakini kwa sababu wabunge wamerealize kuwa kwa ground CDF ndio ile peremende inatupwa left, right and center, kama mahindi inatupiwa kuku, alafu wale watu tuko nao bungeni, they are very good CDF managers but poor members of parliament. Kwa nini nasema hivyo? Unakutana na wabunge wanakuambia hakuna haja ya kusema chochote bungeni, hakuna haja ya kushughulika na sera bungeni, hakuna haja ya kufanya oversight, hakuna haja ya kufanya kazi ile ambayo ni ya wabunge. Lakini so long as wewe umefanya kazi yako ya CDF vizuri, utakuwa umechaguliwa tena. Ni vizuri tukumbushe Wakenya hivi kuwa mbunge ambaye amechaguliwa kwa miaka 5 ako na nusu ya bilioni. Averagely, kwa kimo cha milioni 500. Tukisema tu averagely kila mtu anapata kama 100. Wengine wanapata nyingi zaidi. Kuna wale ambao slightly wanapata lesser. Lakini on average a member of parliament in 5 years ako na 500 million shillings zile zenye ako na access nayo. Wataargue na wakwambie kuwa MP ni patron tu. Yet mbunge akifa komiti ya CDF inabadilishwa, lakini kwa sheria pale inadanganyika kuwa mbunge ni patron tu. So CDF imeua bunge. Na kwa nini bunge ni vizuri sana tukuwe na bunge lile ambayo linatetea mwananchi? Ni kwa sababu we lose about 1/3 of our money kwa ufisadi, kwa sababu hatuna proper oversight. Sasa wabunge wako busy na CDF. Na hiyo pesa ya CDF ni kidogo sana kulinganisha na ile pesa ambayo tunakosa kama taifa. Kwa hivyo sisi kama taifa we have got a better job and value kutoka hapo ndani ya hapo bungeni kuliko ile value yenye tuko nayo hapa CDF. Hiyo ni sababu moja tu, baadaye nitaelezea kwa nini. Nitakupa nafasi ya kufafanua singependa zaidi. Tuendelee kuwa na CDF vile ilivyo. Nataka niwapatie sasa wabunge. Umewalima sana. Niko naye mbunge Jane Kihara wa Naivasha achangie mada hii. Jane Kihara, bila shaka umemsikia Arnold Maliba hapa akisema kwamba CDF ambaye ni engineer Muriuki Karoe alitengeneza hiyo sheria, na ilipofika kwa Kibaki akaonelea ni mzuri sana, kwa hivyo ikawa adopted na serikali. Ni kwa nini? Sababu yake ni kwamba unajua uongozi wa hapo awali, tuseme kama government haipati support kwa region hii ama hii, miradi ya serikali haikuwa inafikishwa huko. Kwa hivyo ECDF ilikuwa kitu ya kusawazisha, na alieleza vizuri nikiwa pale ya kwamba tangu awe shule district commissioner akiita mkutano, wananchi wanauliza wanataka mradi huyu ama huyu, jibu lilikuwa pesa ikipatikana. Kwa hivyo siku ile mahali hiyo serikali haikuwa na support, ni kumaanisha pesa haingeweza kupatikana. Mimi nilikuwa kwa kamati ya CDF ya mwanzo ile pioneer, na tumeenda tukitengeneza hiyo mambo. Nasikia huyo mwenzangu anasema mpaka ikawa sasa ni kama kuna accountability. Ilipoanza hatukuwa na fund managers, na tukaketi kama kamati siku hiyo tukasema tuseme mimi ni mbunge na nimeshindwa uchaguzi. Unajua hiyo pesa ambayo imebaki haikuwa na mtu wa kuiangalia, na mbunge angetembea na hiyo yote ile imebaki. Kwa hivyo ndio tukalesta fund managers ambao ndio accounting officers wa CDF, na kuna kamati. Wale watu wamekuwa wabunge bila CDF kama mbele pale. Ni kumaanisha walikuwa wanasumbuka sana, harambe kila wakati, na ujue before CDF hiyo
Ukiniuliza ilikuwa inapotea. Kwa hivyo CDF ilikuja kusawazisha. Kwa maelezo hao mazuri tu, kwa sasa utaniruhusu kweli, nikukate kauli kidogo. Tunafahamishwa kwamba ni wakati wa kuchukua mapumziko mafupi. Shikilia hoja hiyo, nitakupa nafasi ya kuimalizia. Twende madukani. Unatazama mdahalo wa wananchi, yani the people dialogue, hapa ndani ya K24 TV na vile vile ndani ya Kameme TV. Kameme TV, Muthegi wa Ruriri. The fun never stops on Star Times. This Easter and April school holidays. Get ready for non-stop adventure, laughter, and learning for big and little kids. Oh, wow! That sounds wonderful! Renew your subscription for 2 months and get a free upgrade to the next high bouquet for 2 months. And with Toonami, Da Vinci, ST Tunes, and Cartoon. There's something for every little explorer. Renew your subscription for 2 months and get a free upgrade to the next high. Evuka na Cash Box na Best Now metaboine ya Kameme TV Muthegi ni wa Ruriri. Umuthe akiri muthenya wa Wednesday muri 23 mwaka wa 2025 twakiuga Vuka na Cash Box na Best Now metaboine ya Kameme TV. Okwa thimo yaku uhinye star 283 hash thimo yaku ya guoko, uhinye star 283 hash wahinyo guo ukona box ithano. Box ya mbere ya gatano wacoko hogekira amount gatataka shiringi 70 nginya shiringi 1000 weko gukia mami ukagĩa mwekesho wa kugĩa besha kuma gwa Kameme TV. Imagine wina bonus ya shiringi 10,000 thimũ-inĩ yaku, kana ukagĩa mwekesho wa kugĩa jackpot ya shiringi 500. Rika muthaka uyu ni mwitũkine BCB. Na Saturday tariki 26 Kameme FM na Kameme TV nitũrakunyitwo ageni moneni-inĩ ma